Umewahi kusikia story ya nahodha aliyekuwa anashika usukani kwa kiburi hadi akasahau kuwa jahazi linaweza kubadilishiwa nahodha muda wote? Sasa bana, katika mchezo wa El Clasico Jumapili 26 Oktoba 2025, nyota wa Real Madrid Vinicius Junior alionyesha utovu wa nidhamu mara baada ya kutofurahishwa kufanywa mabadiliko ili kumpisha Rodrigo Goes, ambapo moja kwa moja alipitiliza vyumbani na kukaa kwenye benchi kama ilivyo kawaida, kitendo ambacho kilitafsiriwa kama utovu wa nidhamu kwa kutokubaliana na maamuzi ya mwalimu wake Xabi Alonso. Imekuwa si mara ya kwanza kwa Vinicius kuhusishwa na vitendo vya utovu wa nidhamu, kwani hata mwaka 2024 ilidaiwa kuwa moja ya sababu zilizofanya asitwae tuzo ya Ballon d'Or ni pamoja na utovu wa nidhamu. Tumweke Vini pembeni kwanza. Unakumbuka namna Pep Guardiola alipofika pale Barcelona na kuwaondoa mastaa wa timu kwa wakati huo, Ronaldinho, Deco na hata Samuel Eto'o? Wewe ungeweza? Achana na Pep, vipi kuhusu Mikel Arteta alivyowaondoa Aubameyang na Ozil pale Emirates na bado Arsenal ikawa fresh tu? Je, umewahi pia kujua kuwa wakati PSG wanamfuata Luis Enrique kujiunga nao, yeye ndiye aliyependekeza Messi na Neymar kuuzwa na bado timu ikawa ya moto zaidi hadi wakatwaa taji la UEFA Champions League walilolisaka kwa muda mrefu? Hiyo ni mifano tu ya viburi vya makocha wa Kihispaniola na kujiamini kwao, huku wakiwa na falsafa ya kuwa wao ndio mabosi wa timu na hakuna mchezaji yoyote anayeweza kujiinua kutaka kuwa mkubwa kuliko kocha. Xabi Alonso naye pia ni kizazi kipya cha makocha wa Kihispania ambaye pia anasifika kwa misimamo na kujiamini katika maamuzi yake. Hivyo Vinicius Junior anapaswa kuwa makini na vitendo vyake, asije kuwa kama mnyama aliyetawala msituni na akasahau kuwa hata simba hupigwa misumari akiingia katika kijiji cha binadamu. Kwa maoni yako, vitendo hivi vya Vini vina afya katika kipaji chake au ajiangalie kisije kupotea kama akina Super Mario Balotelli? Una kipi cha kumshauri Vinicius Junior? Lakini bado ana muda wa kuboresha hilo, kama ilivyokuwa kwa Ousmane Dembele aliyeboresha nidhamu yake ya nje na ndani ya uwanja na hatimaye akatoa tuzo ya Ballon d'Or. Nilikuwepo hapa Fisesal 99, mzee wa story moja. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare, lakini pia tufuate katika mitandao ya kijamii pale Instagram na TikTok ni @Fisesal 99, Facebook ni Fisesal Ezekiel. Ciao ciao. Hii ni story moja.